Geto ya Tandale, usiku wa manane. Taa za mitaani zikiwa chache, watoto wamelala. Bi Madeni anarudi nyumbani akiwa amechoka na macho mekundu. Bi Madeni akiwa anafungua mlango kwa tahadhari, akijonga kwa uchovu. Nimepata buku 5 tu leo. Hii maisha ni ya adhabu kweli he. Anamkuta mwanawe mkubwa Baraka akiwa bado macho, akisoma kwa tochi. Baraka: Mama, umerudi saa ngapi tena hii? Mbona hujajifunika vizuri? Unajua baridi ya usiku sio mchezo. Bi Madeni anajaribu kutabasamu. Usijali mwanangu, mama yako bado ana nguvu. Haya, nenda kalale, kesho una mtihani. Baraka: Mama, anasita. Si unaweza tafuta kazi nyingine? Mimi na Neema tumeshakuwa sasa. Tutakusaidia mama, acha hiyo biashara. Bi Madeni akipandwa na hasira lakini anajizuia. Baraka: wewe hutaelewa. Kama siyo haya madeni na njaa yenu, ningeuza nini? Nilipoachwa na baba yenu mlivyokuwa wachanga, nani alikuja kunipa kazi? Nani alinipa mkopo? Baraka: Mama, hatusemi hujafanya makubwa. Tumekuwa tunasoma kwa juhudi kwa ajili yako. Lakini sasa tunaomba upumzike. Hii siyo maisha ya kuendelea nayo Bi Madeni kwa sauti ya huzuni na ujasiri: mimi ndiye mzazi wenu na nafahamu kinachotakiwa. Mtanielewa tu siku moja. Bi Madeni anaingia chumbani kwake, machozi yanamtoka kimya kimya. Kesho yake mchana Bi Madeni anapita mitaani, amependeza sana. Anakutana na mwanaume kijana mwenye sura ya kuvutia anayeitwa Rashid. Anaegemea kwenye ukuta wa duka. Rashid: wewe dada, mpaka leo hujazeeka. Kila nikikuona moyo wangu unachafuka. Una macho ya kusimulia huzuni lakini mwili wa kutia tamaa. Bi Madeni akicheka kwa sauti ya kuvutia: wewe mtoto bado unanyonya, unanipigia mistari. Unajua mimi ni mama ya watu wawili. Siogopi kutuma ulete sukari ukaipeleke nyumbani. Rashid akiwa serious sasa: si mchezo, lakini mama, si kila mwanaume anakutafuta kwa sababu ya mwili. Kuna wanaotaka kuona ulichokificha moyoni. Bi Madeni akipatwa na hisia mpya. Moyo wae na mateso ya miaka. Wewe huwezi kuyaelewa Neema, binti wa Bi Madeni, anarudi kutoka chuoni akiwa na furaha. Neema kwa sauti ya furaha: Mama, habari njema leo. Nimechaguliwa kuenda kufanya mafunzo ya kazi benki kuu. Mama, ndoto zinaanza kutimia. Bi Madeni anamkumbatia kwa nguvu. Mwanangu, asante Mungu. Jasho langu halijapotea bure, nitakufa nikiwa najua niliwapa maisha. Neema kwa upole: lakini mama, si wakati umefika sasa ukaanza kuishi maisha ya utulivu? Baraka yuko mwaka wa mwisho, mimi naanza kazi. Acha hiyo biashara mama. Bi Madeni anakuwa kimya, anageuka pembeni. Hata maisha yakibadilika, Neema, mwili huu ni biashara yangu. Dunia ilinifunga njia, nikachagua iliyonipokea. Si rahisi kuacha kitu kilichokuweka hai miaka yote. Usiku huo huo mahali kwenye gesti ya uchochoroni, Bi Madeni amekutana na Rashid tena. Wako kwenye meza wakinywa soda. Rashid: nimekutazama kwa siku nyingi, si kwa sababu ya biashara yako, bali macho yako yana huzuni ya mtu aliyepitia mengi lakini bado amesimama. Bi Madeni akicheka kwa uchungu: wanaume kama wewe hujui neno kusimama. Mnajua kusema maneno matamu na baadaye kutuacha na majeraha mapya. Rashid akinyanyuka taratibu, anashika mkono wake. Bi Madeni, si kila mwanaume ni kama baba wa watoto wako. Acha nichukue nafasi ya kuonyesha kuwa bado una haki ya kupendwa kama mwanamke. Bi Madeni machozi yanamlengalenga.
Mimi ni mama wa watu, siwezi kupenda tena. Nimehifadhi moyo wangu kwa ajili ya watoto wangu. Mapenzi ni mzigo usiohitajika tena kwangu. Siku chache baadaye, Baraka anamkuta Rashid akiwa anazungumza na mama yake nje ya nyumba yao. Baraka, kwa hasira, huyu tena ni nani? Mama, mbona huyu kijana anazidi kukusogelea? Hujui anataka nini? Bi Madeni, kwa upole. Baraka, usiwe mkali. Sio kila mtu anayenikaribia ni kwa sababu ya hiyo biashara. Wengine wana nia njema. Baraka anamsogelea Rashid. Kama unampenda mama yangu, mwambie aache kuuza mwili. Vinginevyo mapenzi yako ni sumu zaidi ya madeni aliyobeba. Rashid kwa ujasiri. Nitamshawishi, lakini si kwa nguvu. Mapenzi huponya, Baraka. Na mama yako anahitaji kuponywa zaidi ya alivyo na njaa ya fedha. Bi Madeni anaamka mapema, anapika chai huku akiwa kimya sana, akitafakari mambo. Neema akitoka chumbani. Mama, hujalala tena vizuri. Umebadilika siku hizi, hata uchezaji wako wa asubuhi hauna tena ladha. Kuna nini? Bi Madeni akijaribu kutabasamu. Hakuna mwanangu. Mama yenu anazeeka tu. Mwili umeanza kuchoka. Neema akitazama mama yake kwa macho ya huruma. Ama ni yule kijana Rashidi? Unaweza kuniambia ukweli mama, umempenda? Bi Madeni anaketi taratibu, anavuta pumzi. Nilijizuia kwa miaka mingi, lakini huyu kijana ananifanya nihisi kama mwanamke tena. Si kahaba. Si mama tu. Bali mtu mwenye hisia. Mahali ufukweni mchana. Rashid amemwalika Bi Madeni kwa picnic ya kimapenzi. Rashid akimkabidhi ua. Unapendeza hata ukiwa kimya. Najua umebeba mizigo mingi, lakini nipo tayari kuibeba pamoja nawe. Bi Madeni akiwa na wasiwasi. Rashid, mimi ni mama. Siwezi kuwa mpenzi wako mbele ya watoto wangu. Watachukia. Wataumia. Rashid akimshika mkono. Watakuja kuelewa. Wamekulilia miaka yote ukiwa sokoni. Sasa ni wakati wao kukuona ukipendwa kama unavyostahili. Wakati huo huo nyumbani Baraka akiwa na Neema. Neema, huoni kama mama anabadilika? Mara anacheka peke yake, mara anatabasamu akiwa jikoni. Si kawaida. Neema, ni kweli. Na nikikwambia mama anapendwa, utaamini. Anahisi kama mwanamke tena. Na siwezi kumlaumu. Baraka kwa hasira. Mwanamke gani anayeuza mwili usiku halafu anataka mapenzi ya mchana? Hapana. Mama anafanya kosa kubwa. Kumbuka tulivyoteseka kwa jina lake mitaani. Usiku huo Bi Madeni anarudi kutoka kwa Rashid. Anakuta Baraka amemgoja sebuleni. Baraka, ulikuwa wapi mama? Saa hizi. Bi Madeni kwa sauti ya upole. Nilikuwa na Rashid. Tulikuwa tunazungumza kuhusu maisha. Na kuhusu mimi. Baraka kwa hasira ya kuchanganyikiwa. Mama, huwezi kuwa kahaba usiku, mpenzi mchana. Huwezi kuwa mama wa heshima na mpenzi wa mtoto. Unatutia aibu. Bi Madeni kwa machozi yakimtoka. Kwa miaka mingi nilikuwa kahaba kwa ajili yenu, sasa mnanikataza hata kuishi. Mimi si binadamu pia? Nyumba ni kimya, lakini moyo wa kila mmoja una kelele nyingi. Neema anamuandalia mama yake kahawa. Neema kwa upole. Mama, usijali kuhusu kaka. Ana hasira, lakini si kwa sababu hakupendi. Anaogopa kukupoteza. Bi Madeni kwa sauti ya huzuni. Kwani kumpenda Rashid ni sawa na kuwapoteza nyie?
Hivi wanawake waliotenda dhambi zamani hawastahili kupendwa tena? Neema, unastahili kila aina ya furaha mama. Ila familia yetu ilijengwa kwenye maumivu. Mapenzi yako ni mwanga, lakini Baraka bado anashindwa kuona. Mahali kwenye game ya mtaa, Baraka anakutana na Rashid. Hali ni ya mvutano mkubwa. Baraka kwa hasira: Rashid, wewe kijana mdogo, kwa nini unamchanganya mama yangu? Hujui alikotoka? Unadhani unampenda kwa maneno? Rashid, kwa ujasiri. Nampenda kwa kila tone la damu yangu. Na siogopi historia yake. Hilo ndilo tofauti kati yangu na wewe. Mimi namkubali kama alivyo. Baraka anampiga ngumi moja ya hasira. Rashid anashika taya lake. Achana naye. Hii familia si uwanja wa majaribio ya mapenzi yako. Rashid, kwa maumivu lakini na msimamo. Nitampenda mama yako mpaka siku atakayoamua mwenyewe kuacha. Si kwa sababu ya miili yenu, bali kwa heshima yake. Usiku nyumbani, Bi Madeni anaingia sebuleni akiwa amechoka. Neema anamletea maji. Neema: mama, kuna kitu nataka kukuambia. Nimepata nyumba nzuri karibu na ofisi, nataka uhamie nami. Tuwe na maisha mapya tulivu mbali na haya yote. Bi Madeni akiwa na mshangao: umefikiria vizuri mwanangu. Siwezi kukuandama na mzigo wa jina langu. Neema: wewe si mzigo mama. Wewe ni ushindi. Nitatembea nawe hata kwenye kivuli cha jina baya, kwa sababu niliwahi kuitwa mtoto wa kahaba, lakini nimekuwa mfanyakazi wa benki. Siku inayofuata mahali kaburini, Bi Madeni anatembelea kaburi la mama yake. Bi Madeni akizungumza kwa huzuni: mama, kama ungekuwa hai, ungefurahi kuona jinsi nilivyowapigania watoto wangu. Lakini sasa sijui kama mapenzi haya mapya yananiponya au yananiumiza zaidi. Anahisi mkono mgongoni. Ni Rashid. Rashid, nipo hapa. Sio kwa sababu ya mwili wako wala historia yako, bali kwa sababu moyo wako bado unapiga na una haki ya kupendwa. Bi Madeni amehamia kwa binti yake. Nyumba ni tulivu, lakini moyo wake bado umebeba machungu ya zamani. Bi Madeni akiwa sebuleni anaangalia picha ya zamani ya Baraka na Neema wakiwa wadogo. Nilifanya kila kitu kwa ajili yenu, lakini sasa sijui kama mnanielewa au mnanihukumu. Neema akiingia na kumkumbatia mama yake. Mama, sisi tunakupenda. Baraka naye atatulia. Yeye ni mwanaume na wanaume huwa wagumu kusamehe mama zao wanaojulikana vibaya. Wakati huo huo, mahali duka la vifaa vya ujenzi, Baraka yupo kazini. Anapokea simu kutoka kwa jirani. Jirani: Baraka, pole na kazi. Nimeona mama yako jana na yule kijana wako walikuwa karibu sana. Sasa hivi wameshaanza kuishi pamoja. Baraka anakunja uso kwa hasira. Hapana. Mama yangu si mwanamke wa kuolewa na mtoto. Hawa ni mchezo wa kishetani tu. Nitakwenda kumaliza huu upuuzi leo. Jioni, mahali nyumbani kwa Neema. Bi Madeni yuko jikoni. Kengele inagongwa kwa nguvu. Neema anafungua. Ni Baraka, ana hasira. Baraka anamkazia macho mama yake. Umehamia huku ili uanze maisha mapya au kujificha na huyo mdogo wako? Bi Madeni kwa upole. Baraka, mimi sijifichi. Nilihitaji sehemu ya kutulia. Nilipoteza utu wangu kwa miaka mingi. Sasa nataka kuupata upya. Baraka kwa sauti ya juu. Kwa kumpenda mtoto mdogo kama Rashidi. Yeye si sawa na sisi. Si ni aibu kuwa na mtu wa rika letu. Neema akitetea mama. Kaka,
Mapenzi hayachagui umri wala historia. Mama anahitaji furaha. Sasa ni wakati wake kupumzika na kuwa na mtu anayemthamini. Baraka anageuka kwa hasira na kuondoka. Nisameheni, lakini siwezi kukubali mama yangu awe mpenzi wa kijana wa mitaani. Siwezi. Usiku huo mahali bustani ya nyumba, Bi Madeni yupo na Rashid anamtazama kwa jicho lenye maumivu. Bi Madeni: Rashid, sijui kama nina nguvu ya kupigana tena. Moyo wangu umechoka. Mapenzi haya yameanza kuwa mzigo badala ya faraja. Rashid akimshika mkono: ukichoka nitakubeba. Ukilia nitafuta machozi yako. Siwezi kuondoka. Ukinifukuza nitakaa mlangoni hadi unitazame tena. Bi Madeni kwa sauti ya msononeko: nimekuwa mama, nimekuwa kahaba, sasa nataka kuwa mwanamke. Lakini dunia haikubali wanawake kama mimi kupendwa. Je, utanivumilia hadi mwisho? Rashid mpaka mwisho wa pumzi yangu. Mwisho wa sehemu ya 5. Damu ya Madeni ni sehemu ya 6 kati ya mapenzi na machungu. Mahali ofisini kwa Neema. Amevaa suti lakini moyo wake una huzuni. Anampigia Baraka simu. Neema kwa sauti ya upole: kaka, tafadhali rudi nyumbani. Mama anakuhitaji. Hata kama huwezi kumkubali Rashid, basi mwelewe mama ni mwanadamu. Baraka akiwa barabarani, macho yake yamejaa hasira na machungu. Neema, siwezi kukaa kwenye nyumba ambayo mama yangu anabembelezwa na mtu wa rika langu. Moyo wangu hauwezi. Neema kwa sauti ya kuvunjika: haya basi, lakini usisahau huyo ni mama yetu. Bila yeye hatungefika popote. Mahali nyumbani kwa Neema. Usiku. Rashid anampikia Bi Madeni chakula jikoni, wanacheka kidogo. Bi Madeni anatulia kwenye kochi. Bi Madeni akitabasamu kwa huzuni: wewe ni mwepesi kupenda, sijui kama ni ujana au moyo tu wa dhati. Lakini nakwambia Rashid, siku ukichoka nami usinidanganye, niambie ukweli. Rashid anamsogelea: siwezi kuchoka na mtu ambaye amenifunza maana ya upendo wa kweli. Mapenzi yako ni ya kipekee, ya maumivu na uzuri, na nitayalinda hadi mwisho. Siku inayofuata mahali kanisani. Bi Madeni amekaa nyuma akimwangalia kasisi akiendesha ibada. Moyo wake unavuta majuto. Kasisi: kama dhambi zenu ni nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama pamba. Mungu habagui historia ya mtu bali moyo wa toba na matumaini. Bi Madeni analia kimya kimya. Anavuta pumzi ndefu. Anahisi jambo linabadilika ndani yake. Usiku huo mahali sebuleni kwa Neema. Bi Madeni anawaita watoto wake wawili mezani. Bi Madeni: leo nataka kusema jambo moja tu. Sio kuhusu mapenzi, sio kuhusu biashara bali kuhusu mimi. Baraka akiwa mkimya: tunasikia mama. Bi Madeni: nimeamua rasmi kuacha biashara ya kuuza mwili. Nimechoka. Moyo wangu umejaa. Sasa nataka kuwa mama, sio mfanyabiashara wa usiku. Neema kwa furaha ya machozi: mama, hicho ndicho nilikuwa nakiomba kila siku. Asante. Baraka akikumbatia mama yake kwa nguvu kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Samahani mama. Nilikuwa mgumu, lakini ni kwa sababu nilikuwa na hofu ya kukupoteza tena. Kesho yake mahali ufukweni. Bi Madeni na Rashid wanakaa kwenye mwamba wakitazama machweo ya jua. Bi Madeni: nimechagua mapenzi yako lakini kwa masharti. Nitakuwa huru. Huru kwa moyo na huru kwa maisha mapya. Rashid akiweka kichwa chake begani kwake.
Na mimi nimechagua wewe na maisha haya mapya pamoja nawe. Wachumba wa zamani wa Bi Madeni wanamjadili kwa kejeli. Mama Mapenzi, kahaba mwenzake wa zamani, anaonekana na wivu. Mama Mapenzi, kwa kejeli. Jamani, Bi Madeni sasa anajifanya mama wa heshima. Acha mchezo. Kaacha biashara halafu anajidai kupendwa na kijana. Dunia imeisha. Kahaba mwenzake, akicheka kwa dharau. Wale watoto wake ndio wanamshawishi aache, lakini atarudi tu. Soko likikauka hurudi sokoni mwenyewe. Mahali nyumbani kwa Neema. Bi Madeni anasafisha kabati zake. Anaweka picha ya zamani ya kazini akiwa na wateja tofauti. Anaikazia macho kwa huzuni. Bi Madeni akiongea mwenyewe. Je, sura hizi ndizo zilinibeba au zilibeba maumivu yangu? Miaka yote hii nilikuwa nikitembea uchi kwenye kivuli cha mahitaji ya watoto. Anachoma picha hiyo moto polepole. Neema anamuona kimya kimya na kufuta machozi. Mahali kwenye maegesho ya magari, Rashid yupo kazini. Mama Mapenzi anakuja ghafla. Mama Mapenzi, kwa kebehi. Kijana, unajua unacheza na moto. Bi Madeni ni mtaalamu wa maigizo. Leo kakupenda, kesho atarudi mitaani. Rashid akimtazama kwa macho ya busara. Pengine umejeruhiwa na maisha, Mama Mapenzi, lakini si kila mtu amepotea. Bi Madeni anapigania mabadiliko. Hilo linahitaji moyo wa shujaa. Usiku huo Baraka anamtembelea mama yake. Wanakaa kimya kwa muda mrefu hadi hatimaye anaanza kuongea. Baraka, mama, jana nimekutana na mtu mmoja aliyenitukana hadharani eti ni mtoto wa kahaba. Nilichoka nikataka kumpiga, lakini nikakumbuka wewe ulikuwa mhanga, si mchawi. Bi Madeni, kwa machozi. Asante mwanangu kwa kuona tofauti hiyo. Nilihitaji msamaha wako kuliko sifa yoyote ile. Baraka, naomba tu utufundishe mimi na Neema namna ya kusamehe hata historia tuliojengewa kwa uchungu. Kesho yake mahali kanisani. Bi Madeni anasimama mbele ya watu, uso wake umejaa amani. Bi Madeni, jina langu ni Asha, lakini wengi wamenijua kama Bi Madeni. Nilikuwa kahaba, mama wa watoto wawili, mpiganaji wa usiku. Leo simama kama mwanamke mpya, si kwa sababu nilipendwa tu, bali kwa sababu niliamua kujipenda mimi mwenyewe. Kanisa linatulia. Baraka na Neema wanatabasamu. Baraka ameandaa hafla ya uzinduzi wa taasisi ya kusaidia wanawake waliotoka kwenye ukahaba. Wageni wamejaa, vyombo vya habari vipo. Bi Madeni amevaa suti ya heshima ya rangi ya bluu. Anaingia akishangiliwa. Mtangazaji, leo tunashuhudia historia ikiandikwa. Mwanamke ambaye aligeuza machozi kuwa nguvu, maumivu kuwa maarifa, leo anazindua kituo cha dada wa nguvu kusaidia waliokata tamaa kama alivyokuwa yeye. Bi Madeni anapanda jukwaani. Ukimya unatawala. Bi Madeni, kwa sauti ya kujiamini, niliuzwa na maisha, nikajiuza kwa maisha. Lakini leo nimeamua kuwapa wanawake silaha mpya, elimu, upendo na heshima. Watoto wangu ndio waliokuwa sababu ya mimi kujiuza, na wao pia ndio wamekuwa sababu ya mimi kuacha. Anamwangalia Baraka na Neema kwa tabasamu la shukrani. Na kwa Rashid, kijana aliyenipenda hata nilipokuwa kivuli cha mwanamke, moyo wako ni zawadi. Mahali ufukweni jioni. Bi Madeni na Rashid wanatembea kwenye mchanga wa dhahabu ya jua la kutua. Rashid, kwa upole. Watu wengi wanashangaa kwa nini nakupenda. Lakini hawajui, moyo wako una mapenzi zaidi ya miili yao yote. Bi Madeni, akimkazia macho kwa upole na uchovu wa maisha. Moyo wangu umekuwa jela ya kumbukumbu. Lakini wewe umefungua mlango bila kunihukumu. Rashid, akisimama na kuchukua mkono wake. Umerudi kuwa mwanamke. Sasa niruhusu nikufanye kuwa malkia.
Anapiga goti na kutoa pete. Asha, je, utanioa? Bi Madeni. Kwa machozi ya furaha. Sikuwahi kufikiria kama mwanamke kama mimi anaweza kuolewa kwa heshima, lakini jibu langu ni ndio. Siku ya harusi. Bi Madeni amevaa gauni jeupe, watoto wake wakimshika mikono. Watu kutoka kila kona ya mtaa wakilia, wakishangilia. Neema. Mama, umeandika historia mpya. Umeonyesha kuwa mtu hawezi kubaki kuwa kivuli milele. Baraka. Kwa sauti ya hisia. Samahani kwa kila neno la chuki. Leo naona mwanamke aliyenileta duniani akiwa malkia. Nakupenda mama. Mwisho wa tamthilia. Kamera inajifunga juu ya bango lililoandikwa. Usihukumu mlango wa mtu usiojua vile vilivyomleta hapo. Mwisho.